Ndio mwanamke anatafuta nini wewe? Toka, toka. Naambia toka. Sasa ndio mimi ndio umetoka mbali na sawa. Sasa hebu toka, toka na rafiki yako. Toka sasa hata kuona. Nasema sitaki hata kuona. Ndio ondokeni. 1 2. Naambia toka. Nikupe dakika nini ondoka basa. Mimi nasema mkuta chumbani angejua kama ni mama yako lakini. Oa. Masa na sitaki niwavunjie heshima kwa sababu tumetoka mbali. Hebu ondoka basi, ondoka bwana. Shemgea akujua kama yule ni mama yako. Yaani akujua kwanza mwenyewe ukumpa taarifa za ujua mama yako nyumbani kwako. Kwa hiyo kufika akajua hapa ni nani, yaani si mpenzi wako kama hivyo ambavyo ni basi tulia. 1. Mimi ninavyojua mahusiano yametoka mbali, huwezi ukamwacha tu hivyo eti leo kisa sijui ile kosa limetokea kweli shemu. Yaani basi kunisogelea hapa ndio sio utaamini. Bora basi nipige basi. Basi nipige ulizike. Ni mwanaume gani unataka kunielewa? Unataka kunifuata dakika moja uweze kunisikiliza? umetoka mbali wewe na huyu lakini. Mimi unanikosea. Nimejua kama sawa nilikosea, sikatai. Ndio maana niko hapa. Toka Masa, moja. Basi tu kunipiga Masa. Nipige ulizike, nipige mie. Nipige basi. Ondoka. Basi nipige ulizike, fanya chochote. Mimi siwezi kuondoka. Ondoka. Nimesema siondoke. Masa, ondoka moja. Subiri kwanza, huyu hapa yule amekuja hapa kwanza kufanya usafi, alimkuta mamake huyu akiwa ndani. Huyu akujua kwamba ni mamake, ndipo akanipigia mimi tukaja tukampiga tubia ni mchepuko. Sasa hapo kosa lake alikuwa hana hizo taarifa kwamba mamake yuko ndani. Sasa shida iko wapi? Mwambie ondoke. Ndio ataki eti amempiga mamake. Amempiga mamangu mpaka ameondoka, yani amezira ukaa kwangu siku hiyo akaondoka kaka. Sikiza nikwambie. Unatakiwa uwe mpole basi. Kaka mpole gani anampiga mamangu? Mamangu tumegombana. Sawa, haina shida sasa. Haya ni mambo ya kukaa kuelewana. Sikiza shemeji. Shemeji. Hebu mwambie ondoke tu mwanamke. Mimi kabla sija Mimi napenda. Sawa. Yeye amepanic. Umeelewa? Hebu mwacha kwanza. Nenda kwanza. Mwelewesho wametoka mbali yeye na huyu, sio vizuri. Afya akujua. Shemeji. Samahani. Ni wasimwache. Samahani, najua unachelewa kabisa. Sawa, nakusikiliza zungumza. Lakini pia samahani, hiki kitakuchapa mbele. Au kufikiria nini? Unajua nimeishi na yeye hapa kwa mchezo sana. Lakini nimeona mema mengi yanayofanywa yeye. Unanijali. Ili kiasi cha kwamba hakuna mwanaume mwingine anayefanya kama wewe. Lakini naumia sana, yaani naumia. Vitu anavyofanya ni na kwa hili nikataka kukwambia mambo usije kunifikiria vibaya au msije nikagombana. Mimi sitaki kugombanisha watu. Sio unanielewa shemeji yangu. Yaani usije ukachukulia hasira ukaenda kwa mtu wangu ukampiga au ukamfukuza. Ndio sina leo tunakutegemea wewe shemeji. Unajua unazunguka na wao kwenda kazi. Hebu nyosha maelezo. Nataka kusema nini? Naelewa shemeji, lakini naogopa hata kukwambia. Ni aibu. Ili sijui hata nianzie wapi. Kama umepata nguvu ya kutoka huko kuja hapa. Kwa sioni haya ya kwanza kuzunguka. Wewe nyosha maelezo. Kipi unataka uniambie? Hivi unaweza kaamini kwamba mke wako pamoja na upole wote ule
mwenyewe namjua ni mpole. Unaweza kuamini kwamba anadiriki kukucheat? What? Ndio. Yaani naumia sana, yaani naumia. Nikifikiria, nikiangalia vitu unavyomfanyia mke wako na jambo ambalo anakufanyia, yaani ni tofauti kabisa. Mke wangu kunichiti mimi? Ndio, lakini naomba usije ukapanic au ukamwendea kwa hasira. Mimi sitaki mgombani, sitaki kabisa. Wewe. Hivyo unaelewa ninachozungumza? Unajisikia kabisa? Yaani mke wangu mimi ananichiti. Wewe kama umekuja hapa kunigombanisha mimi na mke wangu, mwanzo leo na mwisho leo. Hapana shemeji, so hivyo. Kweli kabisa, niamini. Yaani niamini. Nisikilize. Mke wangu mimi namuelewa vizuri. Hawezi kunichiti hata siku moja. Sasa kama unataka kunigombanisha au kama unataka kuharibu ndoa yangu, umefeli. Na nisikilize kwa makini wewe. Tena nisikilize vizuri. Nitakufukuza humu ndani. Sijui unanielewa? Elewa hiyo. Shemeji, sasa unifukuze mimi kukwambia ukweli? Hebu unisikilize. Sasa ndio naongea kitu cha maana. Kumbe ndio hiki. Hebu toka. Shemeji, ni kweli. Lakini hebu nisikilize. Wewe nimesema toka. Ipo siku nitakuletea uthibitisho. Ndio utajua kama mke wako anakucheat. Kaka yule demu amempiga mamangu, yaani mamangu ameondoka siku hiyo hiyo, yaani hataki hata kunisikiliza. Hivi mbona unakisha cha kusahau sana wewe? Wanasema usiache mbachao kwa msala upitao. Hivi unajua amekubeba mara ngapi? Amebeba, angalia, na mamangu mzazi. Hebu naongelea mama mzazi, mamangu alionizaa. Sawa, wakati anakuja mama yako ulimtambulisha? Ushakumpeleka kwenu wewe? Ushakumpeleka masa kwenu? Au unapenda kulaumu tu? Hata ingekuwa ni mimi, umeelewa? Namkuta mtu ndani, ni lazima ningemzingua. Sikiza nikwambie. Kuna vingine ambavyo wewe huvijui rafiki yangu. Huvijui, ukae ufikiria, usiangalie ndani ya box, angalia hata nje ya box. Kakubeba sana. Na hapa nyumbani huu unaishi kwa ajili ya Martha. Ukumbuke wakati nilikuja mimi hapa, ulitakiwa kuondoka wewe. Namba akimbiza. Nipige shuti. Wewe unafungwa jamani. Piga shuti basi. Ona sasa mambo yako jamani. Mimi sitaki. Unafungwaje kizembe jamani? Baba unajua unafungwa eti. Shida haraka. Hapo Twende. Shuti jamani. Pasi kwanza mamtu. Bila pasi. Si ndo naye kule. Mai, unafungwa jamani. Ona ulivyofungwa kizembe unafanya nini sasa? Ilibaki kidogo. Yaani wewe ni kiazi. Utani. Basi nisamee mimi. Hela pili. Nilifungwa kizembe. Yaani hapo tu ilikuwa tu ni sekunde ngapi ufunge? Mamtu. Ya basi mamtu na yeye. Usembe gani? Usione. Unaona? Ukifunga magoli 3. Nakupa 3. Ukifungwa. Serious. Nalala na nguo. Eti baada ya kuambia bwana anajifanya anapambana kufunga. Haufungi. Nafua. Aya twende. Basi. Hapo. Twende. Hamna kitu jamani. Mamtu angalia. Hamna kitu. Nani? Eliki hapa familia. Kaka. Ingia bwana. Wewe mchana yote hiyo unajifungia ndani hapa Yaani na shemeji yako sinaelewa tena, mtoto wa kitanga amenikamata huyo. Sibi mimi niwaache familia. Shemeji. Mbona unataka kuondoka jamani? Karibu. Sasa simpo mmetulia. Namna karibu, sisi tunabadilishana mawazo matatu. Okay, ila nimeoja na machache. Nilikuwa na shida na hiyo. Kaka, shida gani hiyo? Sio jambo kubwa ila ni kubwa ila kidogo inahitaji
tuongee pembeni. Sasa kaka, mimi hakunaga jambo kubwa kwa mama mtu hapa. Kwa hiyo unaweza tu kuongea. Kwani au ni ya kwako? Kama ya kwako sawa, lakini kama la kwangu ongea tu, haina shida. Ni kubwa lakini nafanya. La kwangu. Yeah. Kaka, tuongee bwana. Mimi mama mtu hapa anaga shida. Mimi hakunaga ninachomficha. Shemeji, ni kwema kweli? Ni kwema. Maana umenitisha. Kwa hiyo sawa, kama umeruhusu kuongea, nitaongea. Ongea tu kaka, ongea safi. Unajua si naelewa. Asante. Hata si naelewa wapi, ila okay, kwa sababu umesema mwenyewe mbele ya shemeji, haina shida. Mzee ameniagiza na kuhusu ile issue ya kodi kwamba unadaiwa miezi 6. Na amesema kwamba uondoke hapa ndani na amekupa siku moja tu ya kubaki humu ndani, maana unadaiwa kodi ya miezi 6. Na huu mwezi ujao unakuwa ni mwezi wa 7. Sasa amesema uende familia. Yaani nimeshindwa kukutetea sana kwa sababu miezi mingi imepita. Na hapa nimejaribu kukutetea tena, sasa mwisho wa siku unaonekana mimi ndio ninakuwa kikwazo kwako. Nimeweza kugombana na mzee wangu kisa wewe. Mimi sina cha kusema mengi, ila nilikuwa nakupa taarifa hiyo. Sababu angekuja mzee mwenyewe, kwa sababu alitaka aje mzee mwenyewe. Umeona? Ikabidi nikamwambia mimi nitaenda mwenyewe kumwambia. Maana alitaka aje akutoe leo akutimue. Mimi leo nitaenda kumwambia kwamba bwana ametoka. Umeona? Kama kwamba umetoka ili ujiandae ili siku atakapokuja tena huko, maana Raisa anaweza kaja kesho kutu. Kwani shemeji, hamna ustaarabu mwingine ambao unaweza ukatumiwa mpaka eti unampa mtu siku moja haondoke kwenye nyumba? Huyu si ni mpangaji wake wa muda mrefu tu jamani. Umeshindwa hata kutumia au tu kweli? Siku moja hiyo si tutaenda wapi? Unajua nini shemeji? Yaani kusema kweli, mimi ndo mtu ambaye nilikuwa namsaidia sana hapa kukaa. Unaona? Kumbuka mwezi wa kwanza alikuwa anadaiwa, mwezi wa pili, mwezi wa 3. Unaona? Bado mimi nilikuwa namsaidia mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, bado. Unaona? Lakini mimi ndo nilikuwa namsaidia kama rafiki namtetea. Lakini mzee amesema hahitaji kumuona. Ni sawa shemeji, lakini mngetumia utu kidogo. Kumbuka wewe ni mpangaji wenu wa muda mrefu tu. Anapokwama mnabidi muelewe. Naelewa. Unajua nini, shemeji? Yaani hapa kwanza itakiwa mzee aje mwenyewe leo. Itakiwa muondoke leo. Ila mimi ndo nimemtetea kwa huruma yangu kwa sababu ni jamaa yangu mimi. Mimi kama Derek ikabidi nianze kutoa sababu 1 2 3 nije mimi ili nimuelekeze. Na hapo akasema kwamba kesho ajiandae aondoke. Umeona? Angekuja yeye mwenyewe. Leo mlikuwa mmeshaondoka. Namsaidia kila kitu, namtetea. Umeona? Kuna siku mimi nimechukua hela, yani ikabidi niseme nimechukua hela, nifanyeje? Kaka, basi. Nishakuelewa. Tutaongea vizuri kaka. Nitakutafuta kaka. Samahani lakini ndio maana kuna mbele nataka nitoe private. Usiwaze hata kisikia hili. Sio jambo la waza sana, ila nitakutafuta mimi kaka wewe. Sawa. Haina noma. Poa. Haya shemeji, karibu. Poa shemeji. Mimi sina kingine cha kuongea. Sawa shemeji. Sasa mimi acha niende. Kwa mtangazo taratibu. Sawa, tawasiliana. Haya shemeji. Karibu. Asante. Mai. Sasa kwa nini ulikuwa kimya miezi yote hiyo jamani? Tungepambana, tungepata hata kidogo, tungepunguza. Tungepambana wapi? Kazini unaelewa kinachoendelea mama mtu. Mimi naomba tu nirudi nyumbani kwanza.
Masa sina cha kufanya. Sasa nitafanya miezi 6 nadaiwa, ameniacha nyumba watu kaa. Blight, hivyo unakisikia unachokisema kweli wewe? Yaani kodi ikutoe mjini kurudisha kijijini. Uko serious kweli Blight? Hapana, sijaiona akili yako ikawa fupi kama leo. Jamani, yani kama kodi tu, vitu vidogo hivi ambavyo tunaweza tukaclear, mambo mengine yakaendelea. Unataka kurudisha kijijini. Blight. Unafanya nini? Tutaclear, tutapata wapi Masa? Miezi 6 nadaiwa. F30 miezi 6 shingapi? Hata kama ingekuwa hapo milioni ngapi? Tutatafuta, tutapata. Tutajua jinsi ya kuongea na huyo mzee, atuvumilie wiki kadhaa. Pesa yake tutampatia. Sio eti uanze kuniambia eti unataka uondoke mjini eti kisa hela ya kodi. Masa, tumepewa siku moja. Tutatafuta leo, tutaenda kutafuta tupate hiyo 100,000. Wewe si ni mwanaume? Ina maana unashindwa kujiongeza kwenda kukaa na huyo mzee kumuomba. Alafu tukatafuta hiyo hela tukampa. Unajua Blight, mimi nakutegemea kwa mengi sana. Kama kodi tu inataka kukuondoa hapa mjini, utaweza kulea familia? Utaweza kunilea mimi, utaweza kutulea watoto tutakaopata huko mbele? Hebu mume wangu, muda mwingine tumiaga akili basi. Yaani usipende muda mwingine niwe naongea. Mimi sipendi eti. Hapa. Taizi ni saa 8. Tunafanyaje? Mtu tunafanyaje hiyo? Laki ngapi unapozungumzia ujue? Tunafanyaje sasa, tutaipata wapi? Blight, nimeshakueleza. Uondoke hapo uende ukaongea na huyo mzee. Tumuombe atupe siku au wiki kadhaa jamani. Kwa unataka haje hapa? Aanze kutuambia tutoe vitu unajua lote ili kweli? Si kwanza kuumbuka huko jamani. Hizo aibu sizitaki bana. Basi. Unaonaje uende ukamwelekeze, maana mimi nadhani inawezekana. Nenda basi huko. Blight, tambua hapa ni nyumbani kwako. Ananitambua, lakini wewe una nguvu ya kumshawishi. Yaani nishamuomba sana mpaka miezi 6 imefika. Hebu nenda basi kwa ajili yangu. Tufanye kwa nini? Nitaenda kuongea naye. Basi uende sasa hivi. Okay, sawa. Basi tuende sasa hivi mapema hivi. Basi wala msijapenda. Sirudi kusema na wewe. Ngela. Jengo wote huo. Ngela ndugu yangu. Mbona ngela mwenzangu zimekuwa nyingi sana? Naona mambo sio mabaya. Sio mabaya sana, ni kawaida lakini. Anajitahidi. Anajitahidi. Namshukuru Mungu. Lakini kuna kiswali usiweke mbaya. Unajua mimi ninavyokupenda rafiki yangu. Ushaanza tena. Yaani na kwako. Nakusikiliza. Hivi. Nishaanza hata siku moja kwamba shema mwache. Utakimbilia wapi? Pamoja na maisha yote haya mazuri unayotumia, utakimbilia wapi? Je, hivi umewaza nini labda? Mpaka umeamua ongea hivyo kwangu? Sio kwamba. Kwani kuna kibaya labda mume wangu umeona amekifanya? Nataka nikukeze kuhusu haya maisha. Japokuwa umenihifadhi humo ndani kwako. Usijue kaniona sina future. Sawa, naishi kwako, nina nini lakini naanza mbali. Shika tama tena, nataka nikushauri kitu kizuri. Unajua nini?
usione hivi. Wanabadilika hawa. Unacheka? Unacheka? Mimi kuna kitu nataka nikwambie rafiki yangu. Yaani kitakusaidia kabisa. Yaani hata usifikirie vibaya. Yaani mimi nipo upande wako kabisa. Kuna mtu wakati tuko mimi na wewe tunatoka soko. Alituona na akakupenda mkaka watu. Unajua nimekupenda? Yaani sijui kwanza. Yaani unajua ni toka umeanza kuongea naona ni unazunguka mara sijui wanaume, sijui wanabadilika. Ndio yani point ndio ilikuwa ufike huko kweli rafiki yangu. Kwa hiyo tayari umeshatafutia na mwanaume si ndio maana? Sasa huko tumefika mbali. Lazima tufike huko kwa sababu mimi sikuelewi. Hakuna ninachokikosa huko ndani. Mume wangu amekuwa bora sana tukameniona. Wewe leo unanishauri nipate mwanaume mwingine pembeni. Kweli? Sio kama hivyo ninavyokuambia ndugu yangu. Yaani sijui nisemaje. Huyo mtu anakupenda. Alafu ukiangalia wewe hapa umehifadhiwa tu na huyo mwanaume. Kakuoa tu. Na mmekutana ukubwani ujue. Kuna kukugeuka. Kwa hiyo ukiwa na huyo mtu wa pembeni hata kustili mwenzangu. Yaani katika vitu ambavyo sijafikiria ni kumchiti mume wangu. Yaani kwa kitu ambacho nakikosa huko ndani mimi. Napewa kila kitu, nalala pazuri, nakula vizuri, nafanyiwa kila kitu ambacho mimi nakihitaji kama mwanamke. Leo hii unakuja kunishauri mimi na mwanaume pembeni, serious? Mimi sijasema kuna kitu unakosa, ila ni kwa ajili ya tahadhari. Inabidi uwe na mwanaume wa pembeni ambaye atakusaidia matatizo yako ya pembeni hayo, ili kila kitu. Si unajua tena? Mimi nakwambia hawa wanaume hawatabiliki, yani hawa ni mbwa mwitu. Sio, unanielewa? Nakuelewa, najua wanaume ndio watajiriki, lakini mimi mume wangu, mimi sidhani kama naweza kaa na hizo tabia na siwezi kumchiti. Wengi walisema hivi. Mimi mume wangu, sijui nini, lakini yalowakuta wanajuta. Shauri yako. Kwa hiyo ndio hivyo rafiki yangu. Mimi nataka tutoke hapa mimi na wewe. Twende kwa huyo kaka. Na huyo kaka sio mtu mbaya, yani sio mtu mbaya. Sijui unanielewa? Yaani wewe utaniambia mwenyewe. Yaani hana shida, sijui umenielewa? Yaani wewe hautojutia. Yule mtu. Bonge na bwana. Nakwambia, niamini. Hayo ndio hivyo. Fanya hayo ndio. Wewe shem. Shem. Habe. Bibi. Safi. Mbona kama una wasiwasi?